Hello my beautiful people, my name is Chibudi Chibudenga, mnyama Simba from Sida from South aka Bin Laden Sharpshooter. From today nimekuja na moja habari ambazo siku nyingi nilikuwa siwapatii, lakini siku ya leo nakuja kwa niaba ya vijana. Leo tutashauriana na leo tutapata mambo mengi, update tofauti tofauti kupitia ndani ya Eric Burundi TV. Na kama ulikuwa bado subscribe. Nikianza kutoa pongezi zangu ndani ya Young Studio, nawapa pongezi sana na shukrani sana. Tunaenda. Leo tutazungumzia mada ambayo inayohusiana na vijana. Wewe ni kijana au ushapita ujana tayari, lakini kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unatakiwa uyafahamu. Hasa tunajibase kwa vijana. Hii ikoje? Basi hii iko hivi. Leo nitakupa hatua 10 ambazo wewe kama kijana unaweza ukazipitia ili uweze kuperform, uweze kufaulu katika maisha. Basi hatua hizo ni zipi? Moja kwa moja subscribe kama hujasubscribe, basi nakuomba ukimaliza kipindi hiki weka comment yako hapo chini. Tunaenda na hatua ya kwanza. Basi wewe kama kijana nifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Usisite kunifuatilia na usitoke mbele ya simu yako. Basi tunaenda na hatua 10 ambazo kijana akizifuatisha lazima tatusua katika maisha. Ni hatua 10 ambazo kila kijana yoyote endapo ukizifuatisha unatusua na unafanikiwa kabisa. Ushawahi kujiuliza kuna baadhi ya vijana ambao wana miaka midogo lakini wanamiliki magari, wana umri mdogo sana kabisa kulinganisha na wengine, lakini wana pesa, yani wana vitega uchumi vingi, lakini wewe uko hapo haujawahi kupata chochote, unaishia kusema kwamba nimerogwa. Basi twende. Hatua ya kwanza inazungumza hivi, kuweka malengo yako wazi. Sasa unaweza kufikiria mimi nimesema kuweka malengo yangu wazi au kuweka malengo wazi inakujaje? Basi ni jua unataka kuwa nani na wapi unaelekea. Jua unataka kuwa nani na ni wapi unapoelekea. Nadhani hapo mshanielewa. Jitahidi haupotei. Jua cha kwanza ni jua unataka kwenda wapi na una malengo gani. Alafu jitahidi kwenye hiyo ramani yako, usije ukapotea kwenye hiyo ramani yako. Baki hapo, ufix hapo na lazima utafanikiwa. Hiyo ni ya kwanza. Tunaenda na ya pili. Ya pili ni hivi, kila kijana anatakiwa kujituma. Natakiwa kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Hii ikoje basi? Kujituma na kufanya kazi kwa bidii ikoje? Basi ni hii hapa. Kila kijana ambao unajua wewe kama ni kijana, unatakiwa ujitume, inatakiwa usikae. Uwe ni mtu wa kutafuta. Kama ni msoma vitabu, soma vitabu vingi. Basi hii iko hivi, mafanikio hayaji kwa bahati tu. Asikudanganye mtu eti kufanikiwa, mtu anafanikiwa kibahati nasibu. Hiyo haipo. Yaani unatakiwa ujitume ili uje ufanikiwe. Mafanikio hayaji kibahati nasibu. Asikudanganye mtu. Nadhani hapo mmenielewa. Yatahitaji juhudi zako, unaona? Kila siku. Yaani mafanikio yanahitaji juhudi zako kila siku. Kila siku unatakiwa uamke, ujue naenda wapi, ujue naamka naenda kutafuta, hamna kukaa. Tunaenda na ya tatu. Ya tatu inakuja hivi, kujifunza kila wakati. Inatakiwa wewe kama ni kijana uwe unajifunza kila siku. Yaani kila siku una update, unajifunza. Hakikisha kila itwayo leo iishe ukiwa na jambo jipya. Ufikapo kulala unaenda kupumzika, yaani hakikisha unakuwa na jambo lako jipya. Hiyo ni ya tatu. Tunaenda. Jitahidi soma vitabu, jifunze ujenzi mpya. Nadhani tunaelewana hapo. Wewe hapo ulipo tayari ushakuwa hizi ushajijenga, lakini unatakiwa ujifunze kwenye ujenzi mpya. Tunaelekea wapi? Dunia ya sasa iko wapi? Watu wengi wako wapi? Jifunze, jijenge upya kila siku. Wanakwambia unatakiwa ujijenge. Uliza waliotangulia, uliza waliofanikiwa. Jitahidi jiconnect na wale ambao waliofanikiwa kwenye maisha. Tunaenda na ya tatu. Hii ya tatu inakuwa na category nyingi. Elimu, jitahidi ufahamu kama elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni ufunguo mkubwa wa mafanikio. Hapo tunaenda na ya 4. Ya 4 kama ndugu zangu, kama wewe kijana, na hisi hapo kwa mara ya 4 utanielewa. Mara ya 4 inakuja hivi, kuwa na nidhamu binafsi. Hakikisha unakuwa na adabu, hakikisha unakuwa na nidhamu, hakikisha unafuatisha pesa haiendi kwa umbwa jamani. Pesa haimfuati kapuku, pesa haimfuati mjinga. Pesa inamfuata mwelevu, pesa inamfuata yule ambao tayari ana akili timamu. Nadhani hapo mmenielewa.
Jifunze kudhibiti muda. Hakikisha muda wako unajua kubalance muda. Bado tupo kwenye topic ya aina. Hakikisha muda wako hautupi muda, unaenda na wakati. Hakikisha unatunza pesa. Hakikisha tabia yako iko vizuri. Maana nidhamu humjenga mshindi. Nadhani hapo umenielewa. Nidhamu humjenga mshindi. Basi tunaenda na topic ya 5. Ya tano inakuja hivi. Kuepuka marafiki wabaya. Hakikisha marafiki zako ambao unao leo, hakikisha kuna baadhi ya marafiki ambao unabidi watenge kabisa, inabidi uwateme ili uje ufanikiwe. Hauwezi kufanikiwa kwamba ukiwa bado hujawatema marafiki. Jitahidi tema baadhi ya marafiki. Marafiki wabaya kuangusha ndoto zako. Yaani ukisha kuwa na marafiki wabaya, lazima ndoto zako zitafeli, lazima ndoto zako utakuja kuumbuka. Hapo tunaendelea. Chagua marafiki wanaokujenga kifikra na kimaisha. Nikisema hivyo kuchagua marafiki wanaokujenga kifikra na kimaisha, hakikisha marafiki ambao utakuwa nao ni marafiki ambao ukiwacheki tayari wao ni watu ambao wanaojielewa. Tayari marafiki ambao unaoenda kuwajenga ni marafiki wanaojielewa. Isiwe kama unatafuta marafiki ambao hawana mbele na nyuma. La 6 ni kuwa na subira na kutokata tamaa. Maisha yana mambo mengi jamani. Unaweza ukaanza hivi, mwisho wa siku ukaja ukakutana na changamoto ukakata tamaa. Lakini jitahidi katika maisha haya usije ukakata tamaa. Unaposhindwa kitu, amka, nenda pambana, amka. Ukianguka amka. Kibaya sio kuanguka, kibaya ni kuanguka na kulala pia. Tunaenda. Safari ya mafanikio ina vikwazo vingi. Usikate tamaa. Ukishindwa jifunze. Amka, jifunze, endelea na maisha. Tunaenda na ya 7. Ya 7 inakuja inakwambia hivi, kumwogopa Mungu, kuwa na nidhamu. Sijui kama unaelewa. Hakikisha kila siku unamwogopa Mungu, unaogopa dhambi. Hapo unafanikiwa kabisa. Kwa sababu ukimwogopa Mungu, ukiwa ni mtu wa kusali, lazima hapo unakuja unafanikiwa na maisha yako yanakuwa vizuri sana. Nakwambia kwamba maana maadili mema, hakikisha unakuwa na maadili, maana maadili mema huleta heshima. Yaani utakapokuwa na maadili mema, kila mtu atakuheshimu. Na kuwa na maadili mabaya, kila mtu hatakuheshimu. Hakikisha basi unakuwa na maadili mema. Kisha kunywa pombe, basi hakikisha usilewe, usianguka barabarani, maana mtu amekuona unaanguka barabarani hatakuheshimu tena. Hata kama alikuwa anakuheshimu kidesign gani, hatakuheshimu tena. Tunaendelea na ya 8. Ya 8 inakuja inasema hivi, kuanzisha au kujifunza biashara. Hakikisha unakuwa unaamka, unajifunza, unakuwa na biashara mpya kila siku, inasababisha unafanikiwa. Kujitunza kiafya, hakikisha afya yako inakuwa nzuri, fanya mazoezi, kula vizuri, hakikisha mwili wako unakuwa afya yake inakuwa nzuri, lazima unafanikiwa hapo. Maana ukilala njaa, sidhani kwamba kama umelala njaa usiku utaota vitu vizuri. Lazima tu utaota tu mazumbukuku, utaota unakimbizwa. Ndoto nzuri hazitokuja, ndoto za mafanikio hazitokuja. Tunaenda kujitathmini na kujiamini. Hakikisha unajitathmini pia unajiamini. Hapo nadhani nimeeleweka. Hizo ni hatua 10 ambazo kila kijana ambazo akizifuatisha ataendelea. Basi ni mimi Simba from Seed ambao nakwambia hakikisha una subscribe YouTube channel yetu, na comment yako unahitaji hapo chini. Nadhani tuko pamoja na kushukuru. Asante sana.